We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. Mnamo Machi 6 mwaka 2026, wachungaji na viongozi wa kidini kutoka Marekani walikusanyika ikulu ya White House kumwombea Rais Donald Trump. Tukio hili lilifanyika katika ofisi ya Oval ambalo liliandaliwa na Paulo White Cain, ambaye ni mshauri wa kiroho wa Trump na kiongozi wa ofisi ya imani ikulu. Tukio hili lilihusishwa moja kwa moja na mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Irani, ambapo takribani wachungaji 20 kutoka sehemu mbalimbali za Marekani walizunguka meza ya rais wakimwekea mikono na kuomba kwa sauti moja. Indivisible with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Wachungaji waliomba hekima, ulinzi na mwongozo wa kimungu kwa rais na wanajeshi wa Marekani. Sababu kuu za maombi ikulu ni mvutano wa kijeshi na Irani. Serikali ya Trump ilikiri kuwa vita na Irani vinaweza kudumu kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa, jambo linaloongeza hofu na wasiwasi wa kitaifa. Ulinzi wa rais na wanajeshi. Wachungaji waliweka mikono juu ya Trump na kuomba ulinzi wa Mungu kwa rais na askari walioko vitani. Hekima na mwongozo wa kiroho. Maombi yalilenga kumwombea Trump apewe hekima ya kufanya maamuzi sahihi katika kipindi cha mgogoro. Ushirikiano wa kidini na kisiasa. Tukio hili pia linaonyesha uhusiano wa karibu kati ya ikulu na viongozi wa kidini, likiimarisha taswira ya Trump kama kiongozi anayeshirikiana na jumuiya ya Kikristo. Athari na tafsiri. Kiroho. Tukio hili linaonekana kama ishara ya kutafuta msaada wa kimungu katika kipindi cha hatari. Kisiasa, wengi walitafasiri kama njia ya kuimarisha uhusiano wa Trump na wapiga kura wa Kikristo wa Kiinjili. Kijamii, tukio lilizua mijadala mitandaoni kuhusu nafasi ya dini katika siasa za Marekani. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen.